Jamani, ukikucha kama hivi, tunapaswa tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza, ametuongoza na usiku mkubwa ambao hatujui nyuma yetu kulikuwa kuna nini kinatokea. Pili, katufikisha katika siku mpya na ametupa tumaini jipya kwamba siku hii ya leo tunaweza tukaimaliza kama siku ya jana. Maana jamani, uhai ni kitu kidogo sana, na uhai unapotoka ni theluthi chache sana. Yaani kitu kilichotenganisha uhai na kifo ni upande mdogo sana. Maana dakika yoyote, saa yoyote, haitojalishi umeangukiwa na jani, haitojalishi umejikwaa, haitojalishi sijui umefanya kitu gani ambacho ni kidogo, ila ikifika time hiyo hamna gani kuepaga huo muda. Iwe isiwe, kifo lazima ukione kwa hali yoyote ile, kwa nguvu zozote zile. Kwa hiyo kwenye haya maisha jamani, tufanye mema. Tujitahidi kufanya mambo yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Tujitahidi kuwa na mioyo ya utu kwa wanadamu wenzetu jamani. Tujitahidi kuwasaidia watu hata kama hatuwajui. Japokuwa kumsaidia mtu ambaye humjui kidogo inakuja kuleta hapo kautata kidogo, ikiwa yametokea mambo ambayo si mabaya, inaweza kaja kuwa shida kwako. Kwa hiyo jamani, wapendwa wenzangu, Watanzania wenzangu na watu wengine wote, tujitahidini jamani. Unapopata nafasi ya kumsaidia mtu, msaidie kwa moyo wa kweli. Sio unamsaidia mtu, unamsaidia ile acha nimsaidie tu, ila mimi sijalizika. Hiyo haifai. Na hata kama ndo unafanya hivyo ili au unasaidia watu ili watu wakuone, hiyo hata Mwenyezi Mungu hawezi akabariki kwa upande wako. Hawezi akakubariki kwa lolote lile. Kwa maana wewe unafanya kitu ili uonekane, ufanye kitu kumsaidia mtu kwa moyo wako. Au mfano ile unamsaidia mtu huku unafanyaje? Unamrekodi video. Hapana, msaada wa kweli haupo kwa makamera. Msaada wa kweli haupo kwa kurekodi video. Msaada wa kweli unatoka moyoni. Msaada wa kweli unatoka ndani ya nafsi yako. Maana nafsi yako yenyewe inasema huyu sasa nimsaidie. Umeona? Huo ndio msaada wa kweli. Sasa wewe unakuja kumsaidia na turekodi na makamera.